Naitwa Lucy Njoki. Huyu Peter ni bradhangu. Lakini nilipigiwa simu kitu saa 3. Nikaambiwa bradhangu amepata ajali saidi ya Keno. Mimi kupiga hiyo simu tena ikuchukuliwa. Tena nikapiga tena nikaambiwa tupatane Thika level 5. Kuenda nilipata Land Rover hapo, bradhangu akiwa hayuko uhai. Mimi tukateremka tukampeleka kwa mochari. Mimi nikarudi hapa nyumbani. Nikakuja kuulizia wale walienda na yeye. Niambia bradhangu alikuwa ametoka huku na mtungi akichota maji huko. Kuna kijana anaishi hapo alikuwa amekuja kuitwa na kazini yake. Akamwambia twende Keno, Ruto anakuja huko na anarusha watu mbele. Bradhangu akatoka, wakaenda na wao. Huko ndio alienda kupatia ajali yake. Ningeambia Rais Uhuru Kenyatta, president wetu, hivi hii mambo angalie. Juu nasikianga kuna yule alishikwa ameua mwenzake na anapelekwa mbele na haki inapatikana ya mwenye aliuliwa. Sasa huyu asikue eti ni mwanasiasa, ako na nguvu. Hata yeye angaliwe sana na sheria yenye inafaa kutumika itumike. Lakini naitwa Lydia Wangoi. Mimi ni bibi ya Christopher Kariuki mwenye aliuliwa jana. Alikuwa ameambiwa anaenda kusafisha juu ya Ruto anakuja kusafisha mabarabara. Juu alikuwa nadhani kama hii kazi mtaani kusafisha, alikuwa nadhani ndio ameitiwa aende asafishe huko ndio apewe pesa. Walikuwa watu wengi, juu nikisikia walikuwa wameenda basi 7. That is approximately watu 350. Walikuwa watu wengi wakienda. Na wote hata ukoulizwa walikuwa mambo hivyo waenda kusafisha huko. Nasikia uchungu sana juu bwanangu ni yeye alikuwa tegemeo la familia. Ni yeye alikuwa kila kitu, kutoka kwa chakula, kwa nini, kwa rent, kila kitu ni yeye alikuwa anategemea. Alikuwa anafanya hii kazi mtaani, so akilipo alikuwa ajaribu kumanage hizo pesa ndio zitoshe kwa kila kitu. So nasikia uchungu sana. Sasa sisi tegemeo lingine ni yeye tu. Niko mtoto miezi 3, siwezi enda kazi na huyo mtoto. Jua bado siwezi corona. Hiyo situation ni ngumu, siwezi enda mtoto wangu pahali. Majina naitwa Joseph Kamande. Jambo la kwanza nahuzunika sana sababu ya mtoto wangu ambaye ameniacha. Wale mambo tumeanzia naye ukiwa utotoni, wale amefika, mambo yamewacha bibi na mtoto mdogo hapa. Mimi na huzuni sana sababu jukumu ni langu. Nimemlea pia akiwa yatima. Pale nimefika mimi niko na yeye. Serikali naomba ya kwamba yeyote ambaye anatumia mtoto wa mtu hivi kutumia ajinufaishe kisiasa, anatoa mapeni sababu anaona watoto wenyewe wana shida. Na wale wanafanya ikijiji ya Kiandutu ndio ya kutumia watoto wenyewe ati wakitaka kujinufaisha kwa kila hali. Wajue kila jambo na wakati wake. Watoto wetu wamekufa, wametoa pesa, kuna wale wamekula. Lakini hata hii moyo huyu mtoto hawezi kununuliwa pesa. Lakini nawaachia Mwenyezi Mungu. Hata wataka ulimwenguni kama mawe. Na hiyo njia wanamepitishia watoto wetu. Wagojea duniani na lipishio duniani. Mtoto hata kuwa na maneno. Mimi nimemfundisha kozi 3 ya makanika. Kuweka maji na stima. Sasa hiyo mambo yote imepotelea.